angry all the time. Kama unajikuta ukiwa na hasira muda wote, kana kwamba kila kitu na kila mtu anakukwaza, you are not alone. Anger is the natural emotion. Lakini inapoanza kucontrol maisha yako, inaweza kuharibu mahusiano yako na watu, kupoteza fursa fulani na hata kuathiri afya yako. Lakini pia hasira zinawafanya watu wakafanya maamuzi yaliyogharimu maisha yao. Wengine wamejikuta gerezani na wengine kupoteza uhai. Sasa leo tunazungumzia ni kwa nini unakuwa na hasira na ufanye unapokuwa na hasira, ili hasira isiwe na madhara makubwa kwako na kwa watu wanaokuzunguka. Sasa anger is often a surface emotion hiding something deeper. Baadhi ya mambo yanaweza kufanya kukasirika ni kama vile sababu za kimaumbile kama kuwa mfupi sana, sababu za kiafya kwa mfano kuugua magonjwa kama HIV, AIDS, lakini pia kukosa usingizi wa kutosha ama kushindwa kulala vizuri, post traumatic disorders, unmet expectations na physical triggers. Sasa I suggest you should never suppress or ignore your emotions, kwa sababu unapaswa kuzikabili hisia zako na kuzikubali, kwa sababu what you do to escape causes more harm in the long term, since escaping the distressing emotion only works in the short term. Badala ya kuziepuka hisia zako, unapaswa kuzikubali, kukaa nazo na let them pass in their own time. Sasa ili uweze kucontrol ama kuimanage constant anger, kwanza kabisa, jambo la kwanza, jenga utaratibu wa kufanya self talk. Ukweli ni kwamba kile tunachojiambia wenyewe baada ya watu kutuambia ndio kinachotuathiri zaidi na sio kile wanachotuambia. Waswahili wanasema maneno yanaumba. Ni vyema ukatengeneza utaratibu mzuri wa kujinenea maneno positive, kuwa na gratitude, yani shukuru kwa jambo jema na hata dogo, kubwa na hata baya, kwa sababu maneno yanao nguvu au yanao uwezo wa kuathiri mood zako. Sasa ukweli ni kwamba maneno tunayoyasikia zaidi au mara nyingi zaidi yanatutengenezea imani fulani kwenye maisha. Yani mindset, na mindset yako ndio itakayoamua upende nini, usipende nini, uogope nini, ufanye nini, usifanye nini na vitu kama hivyo. Kwa hiyo unatakiwa kujizingatia kwamba unaweka mipaka kwenye mambo unayoyasikia na kuyazingatia zaidi, na wewe unajinenea maneno ambayo ni positive mara nyingi zaidi, ili kusudi uisaidie kureprogram mindset yako iweze kukusupport. Jambo la pili ni kuhakikisha kwamba unajitengenezea desturi ya kujipunish yourself ama kujiadhibu mwenyewe. Kwa mfano, kila time unapokuwa una react according to hasira zako au any emotion ambayo umeipitia kusababisha ukafanya action fulani, basi uwe unajiadhibu. Hizi mechanism ziko nyingi. Kwa mfano, mfano mzuri hapa ni Mike Tyson. Huyu bondia alisema mwenyewe baada ya kuulizwa alipoonekana akingata glove alipokuwa akipigana ulingoni, na akasema I have a biting mechanism. Sasa unaweza ukavaa rubber band kwa mfano kwenye mkono, alafu each time unapofanya maamuzi kutokana na hisia zako unaivuta na kujichapa, unajiumiza. Kufanya hivyo unaireprogram mindset yako kwamba hutaki kufanya vile. Kwa hiyo next time utakapopata hasira kwa mfano, unataka kufanya jambo ambalo ni unusual, akili yako automatically itakumbuka ile adhabu ambayo unajipa na itakusaidia wewe kustop kutokuwa reactive. Jambo la tatu ni kuhakikisha kwamba una move au kuchange your physiology. Toka, nenda tembea, changanyika na watu, zungumza na watu, yani to interact, tembea, ondoka sehemu ulipo, nenda kunywa hata maji, glasi ya maji. Unavochange physiology yako, automatically una change mood yako, kwa sababu physiology inayo affection pia kwenye mood. Unaweza kaenda kuna mara unaweza kuingia ukajikuta, yani chukulia kwa mfano umeenda msibani, umeingia msibani tu pale, ile atmosphere uliokuta pale inaathiri mood yako wewe automatically. Kwa hiyo change your physiology, tembea, toka sehemu uliopo, sogea. Jambo la tatu litakalo kusaidia kuweza ku take control ya hasira yako ni interrupt. Do something unusual to break the pattern. Unaweza ukashout out, ukazungumza, open up yourself, sema, complain yourself, sio zungumza. Unapozungumza you are giving yourself a time to heal and transform. Zungumza hata kama mazingira yanakuruhusu, wakati mwingine unaweza kutukana kama mazingira yanakuruhusu, lakini tukana, zungumza. Unapoongea mara nyingi zaidi, unapozungumza, unaposema, unapospeak it out, hasira inaondoka, una heal na kutransform. Kwa hiyo mpaka kufikia hapo tumezungumzia mambo matano ya kukusaidia kuweza kucontrol ama kutake control ya hasira zako ama emotions zako in general. Jambo la kwanza lilikuwa ni kujenga desturi ya kufanya self talk. Jambo la pili ni kuinterrupt. Jambo la tatu ni kupunish yourself. Jambo la nne ni kumove au change your physiology. Sasa
Niambie kwenye comment section hapo ni jambo gani linakusaidia ku calm down pindi unapokuwa na hasira. Lakini pia kama video hii imekuwa na msaada kwako, basi like na kusubscribe ili usiweze kupitwa na zingine. See you in the next one.